Tunaanza mwaka tarehe 1 mwaka wa kalenda, lakini katika nafasi ya pekee pia leo ni sherehe. Tunasherehekea sherehe kubwa ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Maria ni mama wa Mungu. Tunapoanza na baraka, tunajifunza kutoka kwa huyu mama aliyekuwa tayari kwa ndio yake kumpokea Kristo awe mwokozi wa ulimwengu. Ana umuhimu sana katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Ana nafasi ya kipekee katika safari yetu. Katika safari yetu tunamhitaji mama. Ndio maana kuna wimbo ambao naupenda sana, unaimba alipo mama na mtoto yupo. Tumkimbilie mama, tumuone mama. Wapendwa, tupo na Maria katika safari yetu. Ndio maana tunapoanza mwaka kwa namna ya pekee tunaambatana na mama huyu katika safari. Alipo mama na mtoto yupo. Alipo Maria na mwanaye yupo. Maria ni mama wa Mungu, Theotokos. Yeye ni mama wa Mungu. Ana nafasi ya kipekee kama nilivyosema katika maisha yetu sisi wa Kristo. Tukiwa na mama, kwa maombezi yake, kwa hakika mimi na wewe tutafika safari yetu kwa uaminifu. Naye alikuwa mwaminifu sana. Alikuwa mvumilivu. Alikuwa amejaa fadhila nyingi. Alikuwa mnyenyekevu. Tumesikia wapendwa, katika Injili ambayo nimeisoma hivi punde kutoka katika Injili ya Luka sura ya 16, namna ambavyo wachungaji walileta habari. Unajua, walileta habari kwa furaha, shangwe. Wanaelezea kwamba kile walichokiona ndicho hicho ambacho kimetokea. Ulikuwa ni ujumbe wa furaha. Tena walikuwa wakistaajabu kwa sababu ya mambo hayo, wakifurahia. Walimkuta huyu mama, walimkuta Bwana wetu Yesu Kristo amezaliwa pale horini. Wakaona haya makuu ya Mungu ni ya kuyastaajabia. Naye Maria alisikiliza, na tumesikia katika somo letu kwamba baada ya kuwasikiliza wamekuja na furaha na nderemo, ujumbe wa matumaini kwamba walichokiona kimetokea kweli. Maria aliyaweka hayo yote wapi? Aliyaweka hayo yote kwenye moyo wake. Mwaliko wa kwamba, wapendwa, na sisi tunaposafiri katika maisha ya hapa duniani kwa baraka za Mwenyezi Mungu, lazima kuna mambo ambayo mimi na wewe tunaalikwa sasa tuyaweke moyoni. Yatajitokeza kwa wakati wake. Unajua, wakati mwingine katika siku hizi za leo, ulimwengu wa utandawazi, jambo kidogo linapotokea, pengine watu hawana uvumilivu wa kulihifadhi mpaka wakati wa Bwana utimie ndio walifunue. Utaona tu mtu dada amepata ujauzito, sasa amefunua na tumbo, anapiga picha, anataka kutangaza. Pengine ni jambo zuri, lakini mruhusu Mungu atende jambo kwa wakati wake. Kuna watu waliopokea habari za matukio mengi mazuri, wakayahifadhi moyoni mpaka wakati wa Bwana unapofika, mambo haya yanafunuliwa. Na wewe katika mapito ya hapa duniani, ukiongozwa na baraka za Mwenyezi Mungu, jifunze kutoka kwa mama huyu. Mengi utayasikia, mengi utayaona. Jifunze kuyaweka wapi? Moyoni. Mpaka wakati utakapotimia ndio yafunue. Jifunze kuweka mambo moyoni. Mwenyezi Mungu anakubariki. Unapoinuliwa, jifunze kuhifadhi mambo moyoni. Ruhusu Mwenyezi Mungu atende kazi yake. Ruhusu wakati wa Bwana ufike ili mambo hayo yaweze kufunuliwa. Kumbe, na mimi na wewe leo tunauanza mwaka huu na baraka. Kwanza ni safari. Tunaanza safari sasa, tunaondoka kutoka tarehe 1, tunategemea tutafika kwa shukrani tarehe 31 mwezi wa 12. Ni safari. Tunamwomba Mungu mwenyewe kama alivyowabariki wana wa Israeli, anibariki mimi na wewe tuweze kuikamilisha safari yetu.